Bwana asifiwe. Kipengele cha kwanza kinasema ya kwamba tumia muda wako vizuri kwa kulisoma neno la Mungu. Unalisoma neno la Mungu. Kuna mwingine anasoma kama gazeti kwa sababu haelewi. Kuna mwingine anasoma kama neno la Mungu akiwa analielewa. Hebu tusome katika Danieli sura ya 9 mstari wa 2. Tuone unasemaje. Nitasoma. Katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Bwana asifiwe. Tumeona pia Danieli hapa alisoma vitabu na kuvielewa. Je, wewe unasoma vitabu ukiwa unaelewa? Bwana asifiwe. Kila mmoja ana namna yake ya kusoma neno la Mungu. Mimi naweza nikasoma neno na nisilitafakari au nisilichanganue, lakini uzuri wa neno la Mungu ni kulitafakari na kulichanganua. Bwana asifiwe. Wana wa Mungu, kwenye hiki kitabu ambacho tumesoma, tunatakiwa tusome pia neno la Mungu. Tukisoma neno la Mungu ndio tunapata maarifa. Bwana asifiwe. Kipengele cha pili kinasema ya kwamba tumia muda wako vizuri ukiwa faragha na Mungu, ukiomba kwa habari ya mahitaji yako na watu wengine. Tumia muda wako vizuri ukiwa faragha na Mungu, ukiomba kwa habari ya mahitaji yako na watu wengine. Bwana asifiwe. Kwa faragha maana yake ni sehemu ambayo iliyotulia, sehemu ambayo ni tulivu. Ukiwa sehemu tulivu unapata maono mengi kutoka kwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Unapata pia mafunuo. Bwana asifiwe. Kwenye hii tumia muda wako vizuri ukiwa faragha na Mungu, ukiomba kwa habari ya mahitaji yako na watu wengine. Tusome Marko sura ya 11 mstari wa 24. Marko sura ya 11 mstari wa 14. Mungu anasema, akajibu akawaambia, tangu leo hata milele. Samani 24 sio 14. 24. Mungu anasema, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona kipengele kinachosema ya kwamba tumia muda wako vizuri ukiwa faragha na Mungu. Hapa neno la Mungu linasema ya kwamba kwa sababu hiyo nawaambia yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mmeyapokea, nayo yatakuwa yenu. Bwana asifiwe. Hapa umeomba kwa faragha na Mungu, pia unakufanya pia upate mafunuo kwa habari ya mambo ya Mungu. Yoyote anayesimama madhabahuni kufundisha neno lolote la Mungu, kuna wakati anaotumia muda mzuri kwa habari ya kulitafuta somo ambalo atakalo kulifundisha kwa wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Maana unakaa sehemu ambayo ni tulivu, sehemu ambayo utapata neno zuri la kuja kuwafundisha. Bwana asifiwe. Huwezi ukapata neno zuri kama upo kwenye makelele, na ukiwa kwenye makelele utawaza pia yale makelele. Bwana asifiwe. Kipengele cha tatu kwenye hiyo kutumia muda wako vizuri, tusome pia Luka sura ya 11 mstari wa kwanza. Luka sura ya 11 mstari wa kwanza. Nitasoma. Ikawa alipokuwa, Luka sura ya 11 mstari wa kwanza. Ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake aliwaambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Bwana asifiwe. Hiki kipengele ambacho kinasema kwa faragha na Mungu. Yesu alikuwa mahali fulani ambapo ni sehemu tulivu. Bwana asifiwe. Na wanafunzi wakamkuta pale, akawaambia kwamba mtufundishe namna ya kusali. Na kila mmoja aliyekuwa mwanafunzi wa Yesu alifundisha namna ya kusali na namna ya kuhubiri Injili. Bwana asifiwe. Kama wana wa Mungu tunatakiwa tufanyeje? Tunatakiwa tuombe kwa habari ya wana wa Mungu ambao wale hawajampokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Ndio maana tunatembea mtaani kuhubiri Injili ili kupata walioongofu wapya. Bwana asifiwe. Tumia muda wako vizuri na Mungu. Kipengele cha tatu kinasema ya kwamba
Tumia muda wako vizuri kwa kuihubiri Injili na kuwaombea wagonjwa. Tumia muda wako vizuri kwa kuihubiri Injili na kuwaombea wagonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Mathayo sura ya 9 mstari wa 35. Mathayo sura ya 39. Mathayo sura ya 9 mstari wa 35. Mathayo sura ya 9 mstari wa 35. Unasemaje? Mathayo 9:35 inasema, na Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji. Akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona ya kwamba Yesu alikuwa akizunguka kwenye masinagogi akihubiri Injili na kuombea wagonjwa. Bwana asifiwe. Wako watu nje ambao wanahitaji Injili ya sisi ambao tuliompokea Yesu. Kwa sababu kumpokea Yesu mpaka umeokoka kwa hivyo ni neema tu. Bwana asifiwe. Kuna wengine wanatamani hivyo, lakini kuna roho ambayo inawazuia. Je, hiyo roho ambayo inawazuia inabidi tuifanyaje ili ipate kuachia? Kila wakati tunapokuwa tunaenda kuwahimiza kwa habari ya Injili, kwa sababu ile kelele ya Mungu itakayokuwa ikipiga kelele ndani yao, ipo siku na upo wakati yeye atakubali na atampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana asifiwe. Huko hospitalini kuna wanaohitaji maombi, na pia wapo walioko majumbani walio wagonjwa wanahitaji maombi yetu pia, lakini hawana uwezo wa kutamka, yamkini hawana uwezo wa kukuita wewe ambaye una uwezo wa kuomba. Yeye anahitaji maombi yako pia. Mungu sikio lake sio zito, pia mkono wake si mfupi. Ana uwezo wa kuponya hata watu walio mbali. Ndio maana hata tukiwa makanisani tunaomba ya kwamba Mungu awaponye walio wagonjwa, walioko hospitalini, walioko mbali, hata hapa karibu. Bwana asifiwe. Kuomba kwako haiwi bure. Kuomba kwako haiwi kwa hasara bali kwa faida. Bwana asifiwe. Maombi yako yanafika kwenye kiti cha Mungu, kwenye kiti cha rehema. Maombi yako yanafika. Bwana asifiwe. Na Mungu akishakusikia kile ambacho umeomba, lazima Mungu atamtendea na kumponya yule aliye dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Sikio la Mungu sio zito kwamba kile ambacho nakiomba hata ukisikia kwa bali walio dhaifu. Jina la Bwana libarikiwe. Usiache kuombea walio wagonjwa, usiache kuombea walio dhaifu, na usiache kuhubiri Injili. Wewe ni barua ambayo inasoma na kila mmoja. Je, unasomeka kwa namna gani? Mpaka watu unapoenda kuhubiria Injili wakutambue kwa hata na wewe kwamba ukitamka neno kwao watakuwa yamkini kama wewe, lakini vile ambavyo barua yako unaiweka wazi kwa bali ya mambo mabovu mabaya, ndio maana wanaweka mioyo yao kuwa migumu. Ndio maana wanaweka mioyo yao kuwa migumu kwa bali ya kukuelewa unapohubiria Injili, kwa sababu matendo yako wanayafahamu. Bwana Yesu asifiwe. Huku tunakuishi inabidi tuishi maisha yaliyo mazuri, maisha yenye kumpendeza Mungu. Kila wakati tunapokuja imani mwa Mungu, vile ambavyo unaonekana kanisani, onekana pia na kwa watu. Bwana asifiwe. Tukisoma pia katika Marko sura ya 16 mstari wa 15. Marko sura ya 16 mstari wa 15. Nasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Bwana asifiwe. Mungu ametupa kibali na tunaruhusa pia kwenda kuhubiria watu. Bwana asifiwe. Tumeruhusiwa na Mungu kwenda kuhubiri Injili kwa kila kiumbe, na kiumbe ni nani? Ni mimi na watu wa mataifa. Bwana asifiwe. Ni wewe, ni sisi na watu wa mataifa. Bwana asifiwe. Tunatakiwa tukahubiri Injili, lakini tuna ile roho ya oga na hofu. Je, tunaishindaje roho ya oga? Roho Mtakatifu ndiye atupaye kushinda. Tunamwambia Roho Mtakatifu, ondoa hiyo roho ya hofu, ondoa roho ya oga, ili na wale walioko nje wakakupokee wewe. Je, tutawaambia kwa namna gani? Au hii aibu tulionayo tunaifanyaje ili tukawaambie wana wako kwa habari ya kuokoka? Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu kwanza tumuombe atuondolee uoga, hofu na mashaka. Sio kwamba kila anayesimama madhabahuni ni jasiri. Bwana asifiwe. Kila mmoja anayesimama madhabahuni hapa anaongozwa na Roho Mtakatifu, sio kwa akili zake, sio kwa uwezo wake. Bwana asifiwe. Leo mimi
kesho wewe. Bwana asifiwe. Kila mmoja anaposimama madhabahuni, hakuna ambaye aliyezoea madhabahu. Madhabahu haizoeleki. Bwana Yesu asifiwe na wa Mungu. Kuna kipindi kimoja nilikuwa nikiambiwa kwamba madhabahu haizoeleki, ila nilikuwa sielewi. Ila nilipochaguliwa kuwa mwalimu wa watoto ndio nilikuja kuelewa kwa madhabahu ina nguvu kiasi gani. Bwana asifiwe. Tusifanye kitu kwa mazoea. Kuna wakati tunaweza tukafanya kitu kwa mazoea, tukajiharibia wenyewe. Bwana asifiwe. Tunaweza tukasema mbona kwenye hili hatuvuki? Mbona hapa mahali fulani hatuendi? Mbona hapa hatuvuki kwenda mahali fulani? Ila kumbe ni sisi tumejiharibia wenyewe kwa bali ya kuizoea madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wetu unasema ya kwamba tumia muda wako vizuri na Mungu. Kila mmoja ana namna yake ya kutumia muda wake vizuri. Kuna mwingine anatumia muda wake kwa kuja imani mwa Mungu, yamkini kufanya usafi. Huo ndio ni muda. Bwana asifiwe. Hicho unachokuja kukifanya kanisani inatumia muda. Umekuja kufanya kwa sababu ya Mungu, umetumia muda vizuri na Mungu. Umekuja kwa bali ya kufanya mazingira nje, umetumia muda wako vizuri na Mungu. Bwana asifiwe. Katika yote unayofanya kwa bali ya Mungu, inabidi tuongeze bidii. Bwana asifiwe. Inabidi tuongeze bidii kama wana wa Mungu. Tunapofanya kitu kwa mazoea, tunajifurahisha hapa duniani. Jitathmini na ujifikirie ya kwamba, je, ninapofanya mazoea, wanadamu sisi ndio tunakuona kwamba unajibidisha, kumbe wewe ndani yako haupo hivyo. Lakini Mungu kumbuka ananukuu kile unachokifanya. Unapoenda mbinguni au unyakuo unapokuja, naambiwa Yesu atakuja mawinguni, ataketi, ataagiza malaika zake aje achukue wale watakatifu. Je, uko tayari kuachwa au kwenda? Hilo lote ni swali ambalo utakalojiuliza. Kama wewe unafanya kazi ya Mungu kwa mazoea, unatumika kimazoea, hebu jifikirie utaenda wapi? Kuna unyakuo mmoja mmoja. Bwana asifiwe. Huko utaenda mwenyewe kwenye kiti cha hukumu. Utaelezea nini? Je, ulikuwa unafanya nini mbinguni? Kila mmoja duniani kaitwa kwa kusudi lake. Bwana asifiwe. Kila mmoja ana kusudi lake hapa duniani na kila mmoja anacho cha kufanya kwa ajili ya Mungu. Mungu ametuleta duniani tumtumikie. Bwana asifiwe. Je, unamtumikia Mungu kwa namna gani? Unamtumikia Mungu kwa nini? Kwa kitu gani? Bwana asifiwe wana wa Mungu. Inabidi tusimtumikie Mungu kwa mazoea. Bwana asifiwe. Kipengele cha 4 kinasema ya kwamba tumia muda wako vizuri kwa kumtumikia Mungu kwa nyimbo na tenzi. Bwana asifiwe. Kumbe uwezekano upo wa kumtumikia Mungu kwa nyimbo, tenzi na zaburi. Bwana asifiwe. Unamtumikia Mungu kwa namna yoyote ambayo unaona ni sahihi kumtumikia. Bwana asifiwe. Kila mmoja ana karama yake ndani yake. Hiyo karama kuiweka wewe wala mzazi wako. Bwana asifiwe. Kila mmoja karama iliyoko ndani yake ni Mungu kaiweka. Na ameweka kwa sababu gani? Ili utumike. Bwana asifiwe. Kila mmoja ana karama. Yamkini mwingine haelewi karama yake ni nini. Ila upo wakati utaitambua hiyo karama yako ni nini na itafanya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Tumia muda wako vizuri kwa kumtumikia Mungu kwa nyimbo na tenzi. Tukisoma Zaburi sura ya 81 mstari wa kwanza. Zaburi sura ya 81 mstari wa kwanza. Nasema ya kwamba mwimbieni Mungu nguvu zetu, nyimbo za furaha, mshangilieni Mungu wa Yakobo. Bwana asifiwe. Tumtumikie Mungu kwa nguvu zetu wenyewe. Wakati ambao tunapokuwa dhaifu, hatuwezi tukamtumikia Mungu. Bwana asifiwe. Tukiwa dhaifu hatuwezi tukamtumikia Mungu. Ndio maana neno la Mungu linasema ya kwamba roho ilaji lakini mwili ni dhaifu. Roho inakuwa tayari kufanya chochote cha Mungu, ila mwili unakataa kwa sababu mwili hili ni ganda tu. Shetani ndio anayolitumia. Bwana asifiwe. Tukiwa dhaifu hatuwezi tukamtumikia Mungu, na tukishalala mauti hakuna tena uwezo wala nguvu wa kuifanya kazi ya Mungu kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu tulivyo na uhai, pumzi na uzima, inabidi tumtumikie Mungu. Bwana asifiwe wana wa Mungu. Kipengele cha 5 kinasema ya kwamba tumia muda wako vizuri kwa kutembelea wagonjwa, kuwaombea, hata kuwatia moyo kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Tumia muda wako vizuri na Mungu kwa kutembelea wagonjwa, kuwaombea, hata kuwatia moyo kwamba kwa Mungu yote yanawezekana.
kama nilivyowaambia pale, wagonjwa pia wanahitaji maombi yetu. Bwana asifiwe. Hata wewe pia unapokuwa dhaifu nyumbani, ile nguvu ya kuomba inapungua, tuwezi tukasema inaondoka, kwa sababu kuna wakati unaweza ukasema Mungu nisaidie. Hiyo ni nguvu imekusukuma kusema hilo neno. Bwana asifiwe. Tunapokuwa dhaifu hatuwezi tukaomba vile inavyotakiwa, hatuwezi tukaomba kikamilifu, lakini tukiwa na afya njema tunaweza tukatamka neno lolote. Bwana asifiwe. Na kuombea wagonjwa nao wakafunguliwa, wakaponywa, wakawa wazima kama wewe au kama sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati tunaweza tukapitia changamoto fulani, lakini walio wadhaifu wanaohitaji msaada wetu, tusiwaelezee changamoto zetu, bali tuweze tuwashauri na kuwaombea na kuwaondoa katika changamoto hiyo kwa mbali ya kuwashauri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kila mmoja akisema yamkini aelezee shida zake, matatizo yake ni mengi. Bwana asifiwe. Mungu anasema ya kwamba leteni hoja zenye nguvu. Ni hoja gani hizo? Yamkini maombi ulionayo au mahitaji ulionayo. Wagonjwa wanahitaji faraja, maombi na kutiwa moyo. Bwana asifiwe. Nimekwambia kwamba tutaona faida za kutumia muda wako vizuri na Mungu na hasara ya wanaotumia muda wa Mungu vibaya. Bwana asifiwe. Sasa tukaone faida za kutumia muda vizuri na Mungu. Faida za kutumia muda wako vizuri na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Moja, unapata maarifa. Unapokuja imani mwa Mungu, mtumishi wa Mungu, unakuja kupokea maarifa. Hayo maarifa kwamba ukiwa nyumbani huwezi ukayapata. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa nyumbani unakuwa na shughuli zako. Ukiwa nyumbani unafanya mishemishe zako, kazi zako, upate muda mzuri wa kusema ya kwamba mkini nisome neno au niombe au nifanye ibada. Ibada njema huanzia nyumbani, wana wa Mungu. Tukisoma katika Mithali sura ya 12 mstari wa kwanza. Mithali sura ya 12 mstari wa kwanza. Mithali sura ya 12 unasema kila apendaye mafundisho upenda maarifa, bali achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Bwana asifiwe. Kipengele chetu ni hapa, kila apendaye mafundisho upenda maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuja imani mwa Mungu, manake unahitaji kufundishwa ili upate maarifa. Bwana asifiwe. Kila anayesimama madhabahuni anakuja na kitu chake ambacho kapewa na Mungu. Kila anayesimama madhabahuni ana haki ya kuwafundisha wana wa Mungu ili wapate kupata maarifa na wao. Yeye kwanza inabidi afundishwe, afu ndio anakuja kuwafundisha nyinyi. Bwana asifiwe. Unapowafundisha wana wa Mungu, kila mmoja anapata maarifa. Mimi pia napata maarifa ndio ninayofundisha, hata nyinyi pia mnaofundisha pia mnapata maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele kinachofuata kinasema ya kwamba kipengele B, unapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Unapotumia muda vizuri na Mungu, yamkini kwa kuomba, unapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa kule darasani tunafundisha watoto ya kwamba, je, Roho Mtakatifu amjuaje kama yuko ndani yako au kama anakutumia kwa bali ya kuomba? Kuna wale watoto ambao hawajui kuomba. Ukiwaambia muda wa kuomba, anakuangalia kwanza. Ila kwenye kusifu, utasikia anasifu kwa sauti. Anasifu kwa sauti kweli. Kusifu na kuabudu unaweza ukachagua kila mmoja akaimba na kila mmoja na wimbo wake. Sasa uingie kwenye kusema kila mtu aombe. Wote utasikia wananong'ona kama wananong'onezana. Hii yote wanakuwa na uoga na ule ujasiri wa kutokufundishwa. Watoto wanakuja darasani ili wafundishwe. Na wakishafundishwa wanapata maarifa. Bwana asifiwe. Na wakishapokea maarifa wanajua pia namna ya kutambua kuwa Roho Mtakatifu 16 anafanya kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati wakiwa wanaomba pia, nishaambia kwamba ukiona mwenzi aombi, mshtue aombe. Kwa hiyo kuna kazi akiona mwenzi aombi, anamshtua pia anaanza kuomba. Ukiona anaomba taratibu, mshtue aombe kwa sauti. Bwana asifiwe. Kuna kanisa moja nilienda la Kilokole, muda wa kuomba wanaomba kwa sauti sana. Na ukiwa pale kanisani huwezi ukasikia yeyote anaomba, mpaka mtoto mdogo anaomba. Na hata kama mtoto aombi, anafanya vitendo wanavyofanya wazazi. Bwana asifiwe. Lakini sisi wana wa Mungu hapa tunaomba taratibu. Hata kama mtu akipokea simu kanisani,
mtu aliyeko kwenye simu kule anamsikia akiomba, yani sauti ni ndogo sana, lakini mle amsikilizaji. Bwana asifiwe. Inabidi tuombe kwa nguvu ili tuweze kupata nguvu za Roho Mtakatifu. Unapoomba pia unapotamka kwa sauti. Ukiomba pia taratibu kuna kuaga na mawazo yanakuja, si ndio? Ukiomba taratibu kuna mawazo yanakuja, aidha usingizi unapata. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana viongozi wa maombi wanaposimama hapa mbele wanakazia, omba kwa sauti, omba kwa sauti. Hawakupigii kelele. Ila wanakusaidia upate maarifa ya kusaidia baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Yanakusaidia wewe, sio kwamba anawasaidia wao. Yeye anapotoka mahali hapa, kwa sababu yeye ni kiongozi, yeye ana maarifa yote ambayo anaweza kukwambia wewe omba, usiombe na ukamsikiliza. Si yeye kiongozi? Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi anaposema omba kwa sauti, anakuondoa wewe usipate usingizi, anakutoa katika mambo mabaya, katika mitego ya maovu. Usingizi ukiwa kanisani ukikupata, huo ni adui kapita ndani yako. Bwana asifiwe. Tunapokuwa kanisani kama hivi, sio kama adui hayupo, sio kama shetani anaogopa kuingia kanisani, anaingia kama kawaida. Ndio maana tunaandaa ibada kwa maombi. Bwana asifiwe. Tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu zishuke katika hiyo ibada. Unaweza ukaomba, unaweza usiombe, au unaweza ukaomba kwa uregevu, ibada ikawa nzito. Walioko rohoni wanaelewa. Kama uko rohoni huwezi ukaelewa, na hata pia wanapokuambia omba kwa sauti au ombea ibada, huwezi ukaiombea kwa uzito. Wana wa Mungu, Bwana asifiwe. Tuwe na uzito na kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia kwamba unapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Ukisoma katika Matendo sura ya 1 mstari wa 8. Matendo sura ya 1 mstari wa 8. Matendo sura ya 1 mstari wa 8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amesema tukiomba tutapokea nguvu. Na tukipokea nguvu anakuja Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatakiwa kae ndani yetu, sio Roho Mtakatifu anakuja kuchungulia na kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anatakiwa kae ndani yetu, atufundishe. Roho Mtakatifu ndiye anayetufundisha kuelewa, kusoma neno na hata kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Maana Roho Mtakatifu ndiye atufundishaye kuomba, kuugua kusikoweza kutamkika. Bwana asifiwe na Mungu. Inabidi uelewe nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Inabidi tunapokuwa tunaomba, kuna wakati mwingine anapokuwa yamkini ameshukiwa na Roho Mtakatifu, wengine tuna ile kushangaa, je, hiki ni kitu gani? Yule anakuwa amejazwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe na Mungu. Yule anakuwa amejazwa Roho Mtakatifu. Sasa na tuliookoka tunatakiwa tuwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unaweza ukawa unaombea wagonjwa kutumia maandiko. Ila wakati unatumia maandiko, huyo mwenye pepo ambaye amedondoka, mwenye pepo anaweza akawa anakupinga. Haiko hivyo. Ila kama una mashaka na neno unalotamka, unaweza ukastop. Bwana Yesu asifiwe. Ila kama hauna mashaka, unajua hii ni kweli, huwezi ukanyamaza unapingana naye. Hapana, inasema yule anasema iseni. Hapana, inasema huyu anasema iseni. Lakini wewe una uhakika na kweli kwamba inasema ndivyo hivyo, lakini yeye anapinga. Lengo lake yeye akukatishe tamaa, uache ile roho chafu endelee kubaki ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele cha si tunasema kwamba utaweza kuomba kwa maandiko. Ndio ile nimekwambia kwamba unaomba kupitia maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na mama tumejiwekea desturi ya kusoma vitabu. Tunasoma kitabu kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Ila mimi nimemwacha kidogo. Bwana asifiwe. Nimemwacha kidogo kwa sababu yeye anakuwa muda mwingine kazini, mimi muda mwingine nakuwa nyumbani. Kwa hiyo nakuwa najisomea. Ila nimetambua ya kwamba kwenye kusoma neno la Mungu kuna mambo ambayo ulikuwa uyatambui, uyajui. Ila ukisoma neno la Mungu unapata kulijua. Bwana asifiwe. Nakumbuka nilikuwa nikiomba pia, yani kwa mfano unaomba yamkini wenye mahitaji, unasema Mathayo 7:7 ombeni nanyi mtapewa. Lakini mimi wakati mwingine yamkini maandiko nilikuwa nayageuza. Anasema Mathayo, unasema Matendo 7:7 na wakati haisemi hivyo. Umeona?
Lakini ukishalisoma neno la Mungu unaelewa kwamba matawi inakaa wapi na sura zake zinasemaje, matendo inasemaje. Bwana asifiwe, wana wa Mungu. Ukisoma unapata maarifa mengi. Kwenye neno ukisoma kuna kila kitu. Kuna majibu ya maswali yako, kuna namna ambavyo unatakiwa uombe, kuna namna unatakiwa usubiri, kuna namna ambavyo unatakiwa usubiri majibu ya maswali ambayo unayotarajia kujibiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kila kitu ukisoma neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kipengele kinachofuata kinasema ya kwamba utatambua namna ya kutumika mbele za Mungu pasipo mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Yori ni mafundisho ya kwamba nikasema kutumika mbele za Mungu kwa mazoea. Yamkini unatumika imani mwa Mungu kwa mazoea kwa sababu hujui maandiko. Lakini kila siku tunafundishwa kwamba mtumikie Mungu kwa mazoea, kwa sababu kile unachokifanya hapa naambia kwamba Mungu anakinukuu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakinukuu. Je, uko mbinguni Mungu anakuandalia taji kwa hayo unayoyafanya? Bwana Yesu asifiwe. Kazi yako ndio inayokufanya wewe upate taji ya uzima. Bwana asifiwe na Mungu. Kazi yako unaifanya huko mbinguni. Yeyote anayefanya kazi ya Mungu huko duniani, yeyote, Mungu anamwandikia kule mbinguni thawabu yake. Bwana Yesu asifiwe. Utatambua namna ya kutumika mbele za Mungu pasipo mazoea. Unatumika kwa namna ambayo Mungu anaitaka yeye, sio kwa namna ambayo unataka wewe. Kuna wengine wanakuja imani mwa Mungu kwa mazoea ili asiulizwe tu kwa sababu gani, kwa nini leo hujaja kanisani. Usifanye hivyo mwana wa Mungu. Kwa sababu huku ni duniani. Sisi unatufanyia hivyo sawa, lakini yupo ambaye anayeona siri. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hujafanya hivyo, Mungu anajua hatima yake. Kabla hujafanya hivyo, Mungu ashajua nini unataka kufanya. Bwana asifiwe. Lakini kuna adhabu ya watu wa namna hiyo. Lakini kwa wakati huu unaweza ukabadilika. Na ukibadilika inakuwa ni hili kwako uliyebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwa sio kwangu tena au kwa mwingine. Ile inakusaidia wewe kiroho. Bwana asifiwe. Inakusaidia wewe kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukaone hasara za kutokutumia muda vizuri na Mungu. Hasara za kutokutumia muda vizuri na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa utumii muda vizuri na Mungu, moja, unakuwa sio msomaji wa neno. Bwana Yesu asifiwe. Kama una chochote cha kufanya kwa bali ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama una chochote cha kufanya, unakuwa unapata hasara. Bwana asifiwe na Mungu. Unakuwa unapata hasara kwa yale ambayo Mungu ametuagiza tufanye. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa tu wasomaji wa neno la Mungu. Lakini tunapa hasara za kutumia muda vibaya na Mungu. Unakuwa sio msomaji wa neno la Mungu. Bwana asifiwe. Na neno la Mungu lazima ya kwamba neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Kama alikae kwa wingi ndani yetu, hatuwezi tukamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi tukamuona Mungu kama watu ambao tuliookoka. 2 nasema ya kwamba unakuwa mvivu kuomba kwa mambo ya Mungu, unakuwa dhaifu. Bwana asifiwe. Huyu ni mtu anayetumia muda wa Mungu vibaya. Hii ni hasara za kutumia muda wa Mungu vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa mvivu kuomba kwa mambo ya Mungu na unakuwa dhaifu pia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe na Mungu. Unakuwa mvivu kuomba kwa mambo ya Mungu, unakuwa pia dhaifu. Bwana asifiwe. Kila mmoja anayetumika mbele za Mungu hapaswi kuchoka. Bwana Yesu asifiwe. Hapaswi kuchoka kwa sababu anayemwezesha ni Mungu mwenyewe. Ukichoka Mungu anakuwa yuko radhi na wewe. Bwana Yesu asifiwe na Mungu. Unakuwa dhaifu kiroho, sio kimwili tena.
Unaweza ukawa dhaifu kiroho kwa namna gani? Tukiomba ni ulimwengu mwingine tena, lakini najidhihirisha mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba kwa habari ya roho zetu, lakini tunaomba kwa mwili. Hapa tunatamka kwa vinywa vyetu wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba kwa vinywa vyetu, lakini vinajidhihirisha ulimwengu wa mwili. Tunapoomba ya kwamba Mungu tunakataa udhaifu huu, hicho tunakiomba kwa habari ya ulimwengu wa mwili, lakini Mungu anakitenda kwa habari ya ulimwengu wa roho, kwa sababu wakati Mungu anatenda unakuwa hauoni wala hujui wakati gani Mungu ametenda. Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Kipengele cha 3 tunasema ya kwamba unapata mashambulizi ya kiroho, baadaye hujidhihirisha mwilini. Hizi ni asili za kutokutumia muda vizuri na Mungu. Maana unapuuza kwa habari ya Mungu. Bwana asifiwe. Ukipuuza kwa habari ya mambo ya Mungu, unakuwa hivyo unapata mashambulizi ya kiroho, baadaye hujidhihirisha mwilini. Kivipi? Nikisema mashambulizi ya kiroho, unapata mashambulizi mwilini, maana inamaanisha maradhi, magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ukishapata magonjwa yanajidhihirisha mwilini kwa namna gani? Unakuwa sio muombaji tena. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa sio muombaji, adui anapenya ndani yako. Lango lile linakuwa wazi, ambao Roho Mtakatifu alikuwa akikaa anaondoka ndani yako, kwa sababu umekuwa dhaifu na umekuwa mvivu pia kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ile lango linakuwa wazi, adui anakaa mahali pale. Bwana asifiwe, wana wa Mungu. Na adui akishakaa mahali pale, anaachilia magonjwa, anaachilia mashambulizi ya kila namna. Unakuwa dhaifu. Na ukishakuwa dhaifu, nimekwambia kwamba huwezi tena ukasimama mbele za Mungu ilivyo kamilifu. Utasimama mbele za Mungu lakini kwa udhaifu, utasimama mbele za Mungu bila ile nguvu ya nyuma. Kuna swali moja wanaulizaga ya kwamba, je, upo kama vile mwanzo ambavyo uliokoka? Je, upo kama ulivyokuwa mwanzo kabla ya kuokoka? Kila mmoja anapookoka anabadilika, anakuwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na ukishakuwa mtu mwingine unakuwa mwana wa Mungu, kwa sababu kabla hujaokoka unakuwa unatumiwa na mataifa, unakuwa unatumiwa na watu wa mataifa. Shetani anakutumia kwa namna yote anayoitaka yeye. Bwana asifiwe. Na adui akiwa anakutumia kwa namna anayoitaka yeye, na baadaye ukishaokoka, adui hana nafasi tena, bali Roho Mtakatifu ndiye anakuwa na nafasi ndani yako, na anakuongoza kwenye kila kitu. Anakuongoza kuomba, ni namna gani unapaswa kuomba. Anakuongoza namna ya kusoma neno la Mungu, ni namna gani unapaswa kusoma neno la Mungu. Anakufundisha namna ya kuimba, kusifu na kuabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele cha 4 tunaona ya kwamba kinasema ya kwamba unakuwa sio mpenda maombi wala ibada. Bwana Yesu asifiwe. Mtu huyo anakuwa sio mpenda maombi wala ibada. Huyo mtu anayetumia muda wa Mungu vibaya, kwa sababu inakuwa tayari ni hasara. Bwana asifiwe. Anayekuja ibadani kwa mazoea, huyo anatumia muda wake vibaya kwa mambo ya Mungu, anakuwa amepoteza. Kwa maana kuna wakati tunasema kwamba kataa kutumika kwa mazoea imani mwa Mungu, kataa kupoteza, kwa sababu umetoka nyumbani kwako, una majukumu na kazi zako. Je, muda huo uliopoteza ungebaki nyumbani ungefanya nini? Ungefanya mengi, lakini kwa kuwa umeamua, adui aliyeko ndani yako anakusukuma kufanya kile ambacho inakupotezea muda. Lakini ukiamua kubadilika, ukiamua kuikataa hiyo roho, Mungu anakusaidia na kuwezesha, anaondoa hiyo roho, anaachilia roho iliyo ya ujasiri, roho ambayo ni yenye kupenda mafundisho, roho ambayo inapenda maombi. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa unaingia imani mwa Mungu, unakuwa uingia tena kwa mazoea. Bwana asifiwe. Unakuwa uombi kwa mazoea, unakuwa usomi neno la Mungu kwa mazoea. Kila kitu cha Mungu unachokuwa unakifanya, ukifanya tena kwa mazoea, bali unakifanya kwa moyo, unakifanya kwa kuongozwa na roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya kwa kuongozwa na roho wa Mungu, unapata faida nyingi. Bwana asifiwe, wana wa Mungu. Nimekufundisha faida pale, inasema unapata maarifa, unapata vingi. Unapata vingi ambavyo ukitulia imani mwa Mungu. Bwana asifiwe, wana wa Mungu. Kipengele cha 5 kinasema ya kwamba kiu na shauku kwa mambo ya Mungu inaondoka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Shauku ni kutamani kitu. Je, unatamani kumfanyia nini Mungu? Bwana asifiwe. Unatamani umfanyie nini Mungu? Kwa habari ya maisha ambayo unaishi huko duniani. Kila mmoja inabidi amtumikie Mungu kwa namna ambayo anaweza yeye. Lakini hiyo namna ambayo unaweza wewe isiwe ya mazoea. Bwana asifiwe. Isiwe ya mazoea. Inabidi umtumikie Mungu
kwa namna ambayo yeye anaitaka na sio wewe mwanadamu unavyotaka. Bwana asifiwe. Kiu inaondoka, kuna kiu ya kuomba, kiu ya kusoma na Mungu. Vile vyote vinaondoka. Na vikishaondoka unakuwa mkapi na kitu tena. Bwana asifiwe. Unakuwa hujajazwa tena Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu na nguvu zake tayari wameshaondoka ndani yako. Kwamba kwako ile kiu ya kuomba, kiu ya kutamani kufanya mambo ya Mungu, vyote vinaondoka kwa sababu umekuwa na ile kiu, shauku imeondoka kwa bari ya kutokutumia muda wa Mungu vizuri. Bwana asifiwe na Mungu. Kumbuka tunaelezea kwamba tunajifunza kwamba kwa kutumia muda vizuri na Mungu. Bwana asifiwe na Mungu. Jumamosi tulivyoenda kule Kilimani, vijana waliulizwa ya kwamba, je, unapoamka asubuhi cha kwanza ni nini? Kila mmoja alinyoosha, lakini kila mtu alikuwa na jibu lake. Bwana asifiwe. Lakini sikusema ya kwamba kila unayenyosha unakuwa na jibu lako, lakini kila mmoja ana jibu lake moyoni. Bwana asifiwe. Lakini wawili walisema ya kwamba ninapoamka inabidi kwanza nimshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Lakini nikapata nani kuwa sio kwamba uelewi. Kuna wakati unakuwa unaelewa, lakini kuna wakati unakuwa kama unakumbushwa fulani. Nikakumbuka kumbe inabidi nimshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Na wale watoto walikuwa ni wadogo sana, sekondari, lakini walikuwa ni kaumri kadogo sana. Watoto walikuwa wadogo sana. Lakini wakaambiwa kwamba unapoamka asubuhi, achana na kila kitu, mshukuru Mungu. Ukimaliza kumshukuru Mungu, kaendelee na majukumu yako. Wakaambiwa kwamba kwa habari ya nanili pia, ukiamka asubuhi, ukimaliza majukumu yako kila kitu, unatakiwa usome neno la Mungu hata sura 4. Bwana asifiwe. Nikasema nikajua pia sio watoto tu wanaoambiwa. Bwana asifiwe. Sasa hivi dunia leo imebadilika. Kweli kila mmoja anapoamka anakimbilia simu. Bwana asifiwe. Lakini usema vile kila mmoja anajijua, je, akiamka asubuhi anaanza kufanya nini? Unatumia muda wako vizuri kufanya nini unapoamka asubuhi? Hiyo unamshukuru Mungu kwa neema au kuamka kwako kwa neema unaona ni kawaida? Bwana asifiwe. Kuna wakati unaweza kuwa unapenda kufanya mambo ya Mungu. Bwana asifiwe. Lakini kuna wakati ukizembea tu kidogo, kuna wakati adui anakusubiri ujikwae tu. Ukishajikwaa, yeye ndo anapata nafasi. Tuwe makini wana wa Mungu, tusijikwae kwa namna yoyote. Mambo ni mengi ambayo yanaweza akamfanya ibilisi akapata nafasi ndani yetu. Kwanza tunaweza kwenye kusengenyana, adui anapata nafasi, makundi adui anapata nafasi. Yaani katika hayo yote kuna namna ukizungumza tu kuna kitu ambako kana menywa ndani yako, kanaondolewa, maana yake kanapunguzwa kale ambako kalikuwa kazuri. Bwana asifiwe. Kwa sababu tumetamka ambavyo sio sawa. Tumenena ambavyo sio sawa. Bwana asifiwe. Tunatakiwa tumtumikie Mungu pasipo manunguniko. Bwana asifiwe. Kama vijana inabidi tumtumikie Mungu pasipo manunguniko. Haijalishi umesemwa vipi, haijalishi umeongelewa vipi. Sio kijana tu, mtu yoyote. Haijalishi wamekunenea maneno gani, haijalishi unasikia maneno gani yanatamkwa juu yako. Sote tuko duniani. Yeye mwenyewe ndio anajaribia. Je, utasikiliza afu utaumia ndani yako au utapotezea? Bwana asifiwe. Inabidi usikie, usahau. Usahau ndio sio rahisi. Lakini inabidi uyasikie na kuyaacha apite sikio lingine. Bwana asifiwe. Ukifanya hivyo unajisaidia mwenyewe, unajiponya nafsi yako. Bwana asifiwe. Unajiponya nafsi yako mwenyewe, usaidie yote. Kwa sababu ukisema yale uliyosikia yote uyaweke moyoni, yatakuumiza, na yakishakuumiza yanatengeneza chuki, na yakishatengeneza chuki yanatengeneza hasira baadaye utengeneza mauti. Bwana asifiwe na Mungu. Na ukishatengeneza hayo yote, unakuwa tena sio kama yule mtu mwingine, kwa sababu unapokuja imani mwa Mungu, ukimwona tu yule mtu aliyemsikia ametamka yale maneno, anakuumiza, na akishakuumiza anakutoa katika ya ibada, uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe na Mungu. Inabidi tutumike pasipo maneno ili utumie muda wako vizuri na Mungu. Bwana asifiwe. Maneno hayasaidii. Bwana asifiwe. Tumia muda wako vizuri na Mungu. Tukiwa hapa duniani tutumie wana wa Mungu muda vizuri. Kuna wakati ambao ile siku wala saa usiyoijua wala nisiyoijua. Yesu anapokuja kwa unyakuo yamkini mmoja mmoja. Kuna wakati unaweza kufika nyumbani ukasema kwamba kumbe
imekuwa hivyo. Yule tulikuwa naye leo tu, lakini leo kaondoka. Lakini je, katumia muda wake vizuri na Mungu? Huku mbinguni tunasema kwamba Mungu mweke mahali pema peponi. Je, ndiko anakoenda? Je, katumiaje muda wake akiwa mbinguni, akiwa duniani? Bwana asifiwe. Katumia muda wake kivipi? Ukiwa umetumia vibaya ni hasara kwako. Ukiwa umetumia muda vizuri ni faida kwako. Bwana asifiwe. Ukitumia vibaya, hasara zake unazielewa. Ukitumia muda wa Mungu vibaya. Bwana asifiwe. Umefanya mabaya, umefanya maovu. Shetani anakuwa ndiye baba yako. Kwa sababu yeye ndio baba wa uongo. Bwana asifiwe. Kula aliko shetani ndiko atakakoenda yule aliyefanya mambo mabaya au yule aliyetumia muda wake vibaya akiwa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu kabla hajapaa kwenda mbinguni alitumia muda wake vizuri. Bwana asifiwe. Yamkini kama yale majaribu yote yanayompata, yamkini angemsikiliza shetani, angekuwa ametumia muda wake vibaya, kwa sababu alianza vizuri sana, lakini kwa mwisho angemaliza vibaya, angekuwa ametumia muda wake vibaya. Na wakati huo ametumia muda wake vibaya, yamkini asingenyakuliwa. Bwana asifiwe na Mungu. Lakini alitumia muda wake vizuri, akakwepa majaribu yote, lakini bado akashinda kwa kutumia muda wake vizuri na mbinguni akaenda. Bwana asifiwe. Akiwa duniani Yesu alifanya mambo mengi. Alitumia muda wake vizuri kwa kuhubiri Injili kwa kila mataifa, alitembea kwenye masinagogi, alitembea kwa watu mbalimbali. Bwana asifiwe. Akiwa hapa aliwafundisha wanafunzi wake 12 kuomba. Je, unafikiri yule aliyefundishwa hakupata familia? Bwana asifiwe. Yule aliyefundishwa ambaye ni mwanafunzi wa Yesu, wale wanafunzi 12, lakini wao walipata familia, lakini bado katika kupata kwao familia walifundishwa yale waliofundishwa na Yesu. Bwana asifiwe. Hata sisi familia zetu pia tunabidi tuwafundishe namna ya kuomba, namna ya kumtolea Mungu, namna ya kutumika vizuri mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Ikiwa darasani na watoto naambiaga ya kwamba umekuja darasani ili ufanye nini? Wanasema kwa kuja kusoma. Lakini kuna wakati watoto wanakuwa darasani, wakiona mtoto anakula tu chochote, ule usikivu wote unaondoka, kwa sababu watoto wote akili yao yote imekimbia kwenye kile kitu. Tayari wanakuwa wamepoteza. Yaani mtu mmoja tu anaweza kukukosesha. Bwana asifiwe. Usipokuwa makini, mtu mmoja tu anakukosesha, wana Mungu. Usipokuwa makini, mmoja tu anakukosesha. Tuwe makini sana. Nawaambia angalia sana usipoteze unapokuja darasani. Unaporudi nyumbani mwambie mzazi, leo nimejifunza hiki, mwalimu katufundisha hiki. Bwana Yesu asifiwe. Sio watoto tu, hata sisi pia vile vile. Japokuwa huko nyumbani tunapoenda hakuna anayetuuliza. Lakini sisi wenyewe inabidi tujitathmini wenyewe. Je, unapofundishwa yale mambo uliofundishwa yote, ukifika nyumbani yanaenda wapi? Bwana asifiwe. Neno la Mungu nasema kwamba tusiwe wasikiaji tu, wale watendaji wa neno. Tusiwe wasikiaji wasaurifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposikia tusiwe wasaurifu. Tunaposikia tusisikilize hapa na kusikia hapa. Tukitoka tu pale mlangoni tumeyaacha. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna kusikia na kusikiliza. Kusikia ni kile ambacho umekisikia. Kusikiliza ni ule umakini. Bwana Yesu asifiwe. Usipofanya hivyo maana unakuwa umepoteza, unakuwa umetumia muda wako vibaya. Bwana asifiwe. Jihadhari sana, tujitahidi sana tusije tunakuja imani Mungu kwa habari ya kupoteza. Bwana asifiwe. Esther, ukiangalia pia mfano wa Esther, Esther alitumia muda wake vizuri. Bwana asifiwe. Kwa kuomba. Bwana asifiwe. Wakati ule ilikuwa haiwezekani kuingia kwa mfalme. Au wakati ule ilikuwa haiwezekani kukutana na mfalme. Yeye ndo alikuwa malkia, lakini ilikuwa sio rahisi kukutana na mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati ule wakati ule Hamani anasema kwamba anataka wauawe watu wote. Esther huwa amepata hiyo habari. Lakini mjomba wake ambaye ni Mordekai alipopata ile habari, alienda kumpasha habari Esther. Lakini Esther wakati huo hakutamani kivile. Lakini alipoambiwa kwamba hata wewe pia utauawa, akafahamu ukamwingia kwamba kumbe mimi natakiwa kuuawa, akaikataa ile yale. Bwana Yesu asifiwe. Akakataa. Inawezekanaje tuuawe hivi? Bwana asifiwe. Esther akamwambia wanawake watumishi wake ya kwamba inabidi tufunge 3 kavu. Bwana asifiwe. Kuna wakati sio kila mambo yanawezekana kwa kutamka pasipo kufunga. Lakini muda mwingine yanaweza yasitokee kwa sababu hatujafunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukafunga ukaomba. Kuna wakati unaweza ukafunga afu kikatokea kile kitu ambacho kutarajia.
Mimi naweza nikatoa mfano wangu ya kwamba nilikuwa siwezi kufunga masaa 24. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati ule nimefunga masaa 24 kwa siku ya kwanza, niliona Mungu akinitumia kama chombo. Bwana asifiwe. Nilimuona Mungu akinisaidia, akiniwezesha na akinitia nguvu. Nafungaga masaa 12 lakini nakuwa dhaifu sana. Lakini kumbe ukimwomba Mungu ukimwambia Mungu nitie nguvu katika hili, inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana. Bwana asifiwe. Ila wewe tu ile hofu, mashaka ndani yako vinakupa wasiwasi na kusikilizisha sauti zao ya kwamba huwezi. Jiambie wewe unaweza. Bwana asifiwe. Darasani kule kuna watoto ambao wakiwa darasani wakifika hapa mbele hawasemi mstari. Lakini hawasemi vile kwa sababu wanaogopa. Na sio watoto tu. Mtu yeyote mzima ambaye hajawahi kusimama hapa mbele, ukimsimamisha kwa mara ya kwanza itakuwa ngumu yeye kuzungumza vizuri. Lakini akiwa kule anazungumza vizuri. Bwana asifiwe. Ila ni ile roho ya uoga ambayo inatuzuia. Kwa nini tuogope? Inabidi tukatae roho ya uoga. Bwana asifiwe. Naambia watoto kataa roho ya uoga. Kuna wakati watoto wangu pia wakija hapa kusema mistari. Kuna ile tukiwa darasani tunakuwa watoto na mwalimu. Kwa wale unawazoea. Ukishawazoea ukija huku kanisani unakutana na umati wa watu. Ukishakutana ule umati wa watu, unaona kama wote unakuangalia wewe, lakini kweli unakuangalia wewe, lakini kuna wakati anajikuta anaogopa. Kuna watu wengine unakuta wanalia. Yule anakuwa anaogopa. Kuna wakati tunawaambia kwamba kuwa jasiri. Je, wewe mwalimu unakuwa sio jasiri afu unafundisha watu ujasiri? Hiyo inawezekana? Bwana asifiwe. Nawafundisha tu kwa jasiri. Ukienda pale mbele simama, usema mstari wako kwa uzuri, kaambia ukiona unaogopa watu, inamisha kichwa. Kuna watu wengine wanaona hapo wanainamisha vichwa kwa sababu wanawaogopa watu. Bwana asifiwe. Kaambia kwamba ukiona kwamba huwezi kuangalia, angalia mbele au angalia chini. Bwana asifiwe. Sema mstari, sema neno. Ile utakalo wasema litawaponya wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama lisipowaponya inakuokoa wewe nafsi yako. Bwana asifiwe. Pia inakupa wewe ujasiri. Bwana asifiwe. Nilipofundisha hivyo wakapata kuelewa, lakini kaambia kwamba unapofika hapa mbele ukiona unaona aibu, umeshindwa kusema mstari wangu, usilie. Ukiona umeshindwa, rudisha mic. Alafu ukija darasani tutaambiana kwa nini umeshindwa mstari? Imekuaje? Bwana asifiwe. Kwa hiyo na mimi nilikuwa siwezi kufunga. Bwana asifiwe na Mungu. Lakini Mungu nilipomwambia niwezeshe katika hili, ikawezekana. Siku hiyo nikaamua kufunga. Nikafunga masaa 24 na ndio siku ilikuwa ya kwanza. Bwana asifiwe. Nilipata nguvu. Siku nilichota maji, nilifua, nilifanya kazi zote za nyumbani. Na kawaida nikifungaga masaa 12 hizo kazi zote siziwezi. Lakini masaa 24 niliweza kufanya kazi zangu. Bwana asifiwe. Na nikatoka nyumbani nikatembea kutoka kule kituoni mpaka hapa kanisani. Bado nguvu nikawa nazo. Lakini hiyo yote umefanyaje? Umetamka. Neno la Mungu linasema ya kwamba tumbo la mtu litajazwa maneno ya kinywa chake. Je, umetamka nini kwa habari ya kufunga kwako? Unatamani kufunga. Je, umetamka nini? Bwana asifiwe. Mwambie Mungu katika kufunga kwangu, sitamani nifunge tu ili nishinde njaa. Bwana asifiwe. Usifunge ili ushinde njaa. Neno la Mungu linasema ya kwamba ukifunga wasikutambue kwa unapauka kwamba huyu mkakauka mdomo au mkafanya mnyong'onyea au anasema kwamba amefunga. Na ukifunga kwa matangazo, jamani, leo nimefunga. Na hata kama usiposema, matendo tu yanaonyesha kwamba umedhaifu, pia umenyong'onyea, pia mdomo umekauka. Bwana asifiwe. Hatutakiwi kuonesha dalili zote tumefunga. Mwambie Mungu nitie nguvu. Bwana asifiwe. Mungu nitie nguvu, kila kitu kinawezekana. Mungu wetu ni Mungu wa mambo yanayowezekana, sio shida. Bwana asifiwe. Nilikuja siku kanisani nikafanya maombi na sikulala hata kidogo, nilitumia nguvu sana siku kuomba. Nilitumia nguvu. Lakini katika kuomba kiongozi wa maombi akasema ya kwamba kataa roho ya malipizi. Bwana asifiwe. Siku hiyo kweli nilipata nguvu ya ajabu na siyo kuombaga hivyo. Lakini nilipata nguvu, nikaomba mwanzo mwisho bila kuchoka wala usingizi na nguvu ile ile. Bwana asifiwe. Lakini kabla hapo nikaja aliposema kataa mashambulizi, nikaja kuona kwamba ile nguvu ilikuwa namwombea nani au nilikuwa naomba kwa sababu gani. Bwana asifiwe. Na baada ya siku moja kama 2 hapo nyuma, kabla ya mfungo, mke wa kakaangu
alishambuliwa na nyuki. Bwana asifiwe. Aliposhambuliwa na nyuki, mambiwa zilimshambulia sana. Wifi yangu ana shida ya masikio, kwa hiyo hasikii. Kwa ule mungurumo hakuweza kusikia. Bwana asifiwe. Katika kutokusikia, kwa zile nyuki zikamshambulia. Na nyumba yamkini angekimbilia kwenye nyumba ili apate msaada, zilikuwa mbali kidogo. Na wakati huo zilipokuwa mbali bado zingemwandama kwa sababu zilikuwa nyingi. Bwana asifiwe kwa maelezo yao. Lakini aliposhambuliwa vile na nyuki alizimia. Alivyozimia akakimbizwa hospitali, tuko karibu na hospitali ya mtu binafsi. Hiyo siku ilikuwa siku ya weekend. Akapelekwa hospitali akakuta imefungwa. Akarudishwa vile vile nyumbani akiwa amezimia. Afika nyumbani wakamsubiria ili azinduke kwa sababu hospitali nyingine iko mbali. Baadaye akazinduka, wakaanza kumfanyia huduma ya kwanza ya kumchemsha maji na kumchomoa vile visindano vya nyuki. Lakini ilichukua muda sana, wanasema kwa habari ya maumivu kuondoka. Bwana asifiwe. Lakini nikakumbuka kwamba ni yale maombi niliyoomba. Ukiomba mashambulizi yanaweza yakaja baada ya maombi au kabla ya maombi. Bwana asifiwe. Mashambulizi yanatokea pale ambapo unapokuwa umeamua. Nasema kwamba nimeamua kuombea kitu fulani. Bwana asifiwe. Nimeamua kuombea kitu fulani au nimeamua kufunga ili kukataa kitu fulani, kukataa magonjwa. Bwana asifiwe. Inabidi tufunge ili tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Esther alipofunga na kuomba akaenda kwa mfalme. Mfalme alipomuona hakusita kumfuata kwa sababu muda huo wameshaomba wana wa Mungu, wameshafunga 3 kavu. Kwa nini Mungu asijibu? Kwa nini Mungu asisikie? Esther akapata kibali akaingia kwa mfalme. Akaeleza yale ambayo anapaswa kueleza. Bwana Yesu asifiwe. Na alipoeleza mfalme alipata kumsikiza kwa sababu wameomba. Ukiomba mwana wa Mungu unapata kibali. Bwana Yesu asifiwe. Na ukishapata kibali, lolote utakaloliomba, utakalolitamka, linajibiwa vile ambavyo umeomba kwa sababu usiomba kibali, unacho kibali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa tuombe. Tunatakiwa tutumie muda wetu vizuri kwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Tumia muda wako vizuri kwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Ukimsoma pia mfalme wa Mungu Yohana, aliwafundisha pia wanafunzi habari ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Aliwafundisha kuomba. Na sisi pia inabidi tuwafundishe watu wengine pia kuomba. Wanasema ibada njema huanzia nyumbani. Watoto darasani wanakuwa wazito pia kuomba. Ukiambia omba, wananong'ona. Ukiuliza ni wangapi wanaombaga nyumbani kwao? Unaona wananyosha 3, 4, 5. Hao ukiuliza mnaombagaje mtaka kulala? Asemi. Nani anaita kuoga nyumbani wakati wa kuomba ili aombe kwa habari ya kwenda kulala? Nakwambia mimi. Lakini akisimama mbele kusema ananong'ona. Bwana Yesu asifiwe. Naambia toa sauti. Toa sauti. Mwingine anapokuwa anakusikia umetamka umeomba, yule ambaye haombi nyumbani kwao anakipata kile na anakienda nyumbani anasema Mungu nilinde, niepushe na haya, niepushe na hiki, niepushe na hiki. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa tunaomba, kuna mwingine ambaye hafahamu kuomba. Ila anapokusikia wewe unayejua kuomba, anaiba kitu kimoja. Sikuwa najua kuomba pia, lakini kadri ninapokuja imani mwa Mungu, Bwana Mungu, nilikuwa nikipata neno moja. Nikisikia ikaomba kwa sauti, nilikuwa napenda kujifunza kitu kwa habari ya kuomba. Nilikuwa natamani nijifunze nijue kuomba kama mtu fulani. Bwana asifiwe. Nilikuwa natamani sana nijue kuomba. Lakini ukiwa na ile shauku ya kutamani kuomba, afu ujibidishi kwa mambo ya Mungu, ile shauku inaweza ikapotea. Kwa sababu ujibidishi kwa mambo ya Mungu, ile wewe una kazi tu ya kutamani. Unatamani. Lakini je, unajibidisha na nini? Bwana Yesu asifiwe. Penda kukusanyika na watu ambao wanapenda viongozi wa maombi yamkini au watu wanaopenda kukusanyika wakati wa maombi. Kuna wakati hapo wanasema jamani, muda wa kuombea wagonjwa, muda wa kuombea mapepo. Unashangaa watu waone. Unapokuwa uone sio kwamba wanaogopa mapepo, sio kwamba wanaogopa watu. Ila je, anajua namna ya kumwombea mtu mwenye mapepo? Yamkini anaweza lakini anaona aibu. Au yamkini anajua lakini yeye mwenyewe anajua hajui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mkijipa ujasiri, ukasema ngoja nikaombe, utasikia wakati maneno ambayo wewe ulionayo ya kumwombea mtu huyo atoke katika vifungo. Ukisikia tu yametamka ya kwamba Mungu amesema kwamba kila pando usiolipanda Baba mbinguni litang'olewa.
Yakishaenda mbele kidogo unaona lidakia ile neno. Itaeleweka mbona? Bwana Yesu asifiwe. Na ukitamka lile neno linakukaa kichwani. Na ikisha kukaa kichwani, kila wanapoombea walio wadhaifu, walio wagonjwa, walio katika vifungo, lazima utamke lile neno. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye magonjwa, mwenye vifungo, lazima utatamka kila pando usiolipanda, Mungu ataling'oa. Bwana Yesu asifiwe. Inabidi tujifunze kwa watu wengine pia. Unapokuja kanisani unapata maarifa, unajifunza vitu vya kufanya kwa bali ya mambo ya Mungu. Unabadilika kwa namna ambao uliokuwa huwezi kufanya, unabadilika, unaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila mtu aliyesimama hapa anayesimama madhabahuni au waliokuwa wachungaji wa injilisti wote walikuwa kama sisi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yale mafundisho kuingia imani mwa Mungu kila wakati iliwafanya wapate maarifa, wayatambue maandiko na kujua zaidi. Ndio maana analipata kutufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Elia alikuwa mwombaji. Aliomba sana. Na wakati anaomba akaona wingu linashuka kama ukubwa wa kiganja cha mkono. Kwa sababu aliomba, alitamka. Bwana Yesu asifiwe. Ukitamka lazima inakuwa. Bwana asifiwe. Tunaambiwa kila wakati, waini ibada, waini ibada. Na wakati tunaweza tukawa tunasikia lakini hatusikilizi. Yamkini katika kutokusikiliza huku tutatufanya tusitumie muda wetu vizuri na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wana wa Mungu tunapoweka patano kwamba tukutane muda fulani, malaika anafika wakati ule ule ambao tumepatana. Bwana asifiwe. Anapofika wakati ule ule, wewe unapokuwa unaingia, yamkini umechelewa hata dakika 10-20, tayari malaika kashaondoka, ushapoteza muda. Bwana asifiwe wana wa Mungu. Unapokuwa unapoteza muda, maana yake unakuwa umekuja kuongeza idadi kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Unakuwa umekuja kuongeza idadi kwamba muonekano mko watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Inabidi tusiwe hivyo wana wa Mungu. Inabidi tubadilike, sisi sio wana wa mataifa. Hatutaki kufanya vitu kwa mazoea. Hatutaki kufanya vitu kwa mazoea kwamba tuonekane au tusiulizwe. Bwana Yesu asifiwe. Inabidi tufanye vile ambavyo Mungu ametuagiza kufanya. Tunafanya kwa moyo, tunafanya kwa bidii pasipo kuchoka, tunafanya pasipo kukata tamaa. Kuna wakati tunaweza tukawa tunaomba, kuna wakati tunaweza ukawa sio muombaji, lakini ukiwa na shida ndio unavyoenda kumuuliza Mungu. Mungu nijibu katika hili, Mungu nivushe katika hili. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza asikujibu kwa sababu wewe wakati fulani ulimwacha pia Mungu. Ulivyomwacha Mungu, Mungu naye akasema mtoto, ngoja nimuache, kwa sababu Mungu anajua hatima yako. Anajua tu kuna wakati utakuja. Bwana Yesu asifiwe. Anajua tu kuna wakati utakuja. Wakati huo yamkini unakuja kuomba, Mungu naye anakusubiri, anasema kwamba je, wakati huo ukiomba utabadilika tena baadaye? Bwana Yesu asifiwe. Wewe wakati unaomba unajua kwamba Mungu wetu anajibu. Achelewi wala hawai, lakini anajibu. Lakini ukishamuona amechelewa unasema Mungu gani huyo sasa, mbona ajibu? Sio kwamba amechelewa kujibu, ni kwa sababu wewe umemuita wakati wa shida tu. Bwana Yesu asifiwe. Tunabidi tumuite Mungu wakati wowote, wakati wa shida na wakati wa raha. Mungu ataonekana. Bwana asifiwe. Tukimuita wakati ambao tuna shida tu, yamkini hata nyamaza. Ili aone kama tutaendelea kumuita zaidi wakati ambao pia tuna shida. Bwana Yesu asifiwe. Tumtumikie Mungu pasipo mazoea, pasipo ulegevu. Tutumie muda wetu vizuri na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tutumie muda wetu vizuri kwa kumwabudu Mungu, tutumie muda wetu vizuri kwa kumsifu Mungu, tutumie muda wetu vizuri kwa kufanya mazingira ya hapa kwenye mazingira ya kanisa la Mungu yakae vizuri. Bwana asifiwe. Unajipatia baraka wewe mwenyewe. Unajipatia faida wewe mwenyewe za kutumia muda vizuri wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe wana wa Mungu. Inabidi tujitahidi sana kama wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Inabidi tujitahidi sana kutembea vile ambavyo Mungu anataka. Inabidi tutembee vile ambavyo Mungu amekusudia tutembee, au vile ambavyo Mungu anataka tutembee kwa bali ya mambo yake. Bwana asifiwe. Mimi kwa hapo nimemaliza. Inabidi tusimame tumshukuru Mungu kwa kila ambacho umekipokea, na kama hujaweza kunielewa, Roho Mtakatifu akuwezeshe zaidi. Wakati mwingine ukapate kunielewa, ukapate kumuelewa yeyote. Bwana asifiwe. Kila mmoja amshukuru Mungu kwa kila ambacho amekipokea, amshukuru Mungu kwa kila ambacho amekielewa, ikaendelee kufanya kazi ndani yake. Tusiwe wasikiaji tu wasaulifu, bali watendaji. Bwana asifiwe na Mungu. Kila mmoja namshukuru Mungu kwa kila ambacho amekipokea.
Baba, wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya salama yetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya uzima wetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu wetu mahali pa juu sana palipoinuka. Baba, tunakutukuza Mungu, tunakushukuru, tunakusifu kwa sababu ya utukufu wako. Asante kwa sababu ya matendo yako makuu. Asante kwa sababu ya uwezo wako. Asante kwa sababu Mungu unastahili. Asante Mungu kwa sababu ya uwezo wako. Asante Mungu kwa baada ya ujumbe huu mzuri ambao unasema kwamba kutumia muda vizuri kwa mambo ya Mungu, kutumia muda vizuri na Mungu. Bwana Yesu, Mungu nakutukuza, Mungu nakushukuru kwa sababu ya uzima wako. Mungu nakushukuru kwa sababu unastahili, katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya Mungu wako. Asante kwa sababu unatenda kile chako leo. Mungu wewe umefunza Mungu nikapata kuishi na kuelewa. Baba, hata kwa baadhi ya yale ambayo unawafundisha wana wako, nami pia nikapata kuyaishi, nikapata kuyatendea kazi sana mapenzi yako, nikapata kuyaishi, nikijifundisha nami pia nikiwafundisha na watu wengine pia. Roho Mtakatifu tuwezeshe, Roho Mtakatifu tusaidie, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, sifa na utukufu ni kwako, sifa na utukufu ndiye wewe Baba, katika jina la Yesu. Mungu tunakutukuza, mwaminifu tunakushukuru, tunakusifu kwa sababu ya utukufu wako. Baba, tuwezeshe wana wako, utie nguvu, tuwezeshe na kututia uwezo wako Baba. Achilia muda mzuri wa kuweza kuomba wana wako, tupe muda mzuri wa kuweza kuomba Baba. Tusaidie watoto wako, atia Roho Mtakatifu akatufundisha namna ya kuomba, namna ya kusoma neno lako la uzima, namna ya kutembea bila mambo Mungu umekusudia, kwa jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, atia roho ya siri ndani yetu, atia roho ya siri, ili tukapate kuhubiri Injili kwa kila kiumbe, ili tukapate kuhubiri Injili kwa wale ambao Mungu wajaweza kupokea wewe, katika jina la Yesu. Mungu nakutukuza, tupe uwezo na nguvu, tupe ujasiri na maono ya kuombea wana wako walio dhaifu, ya kuombea watumishi wako walio wagonjwa, katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, Baba, ukapate kuonekana, ukapate kutuwezesha, achilia nguvu mpya ndani yetu, ili tuendelee kutumika mbele zako kwa usha, katika jina la Yesu. Tunakutumikia tena Mungu pasipo mazoea. Mungu tusaidie, tuwezeshe watoto wako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu mwenye nguvu, mwenye uweza, ondoa roho ya mazoea ndani yetu, ondoa roho ya mazoea katika kusoma neno lako, na kataa roho ya mazoea katika kusoma neno lako. Nisilisome tu kama gazeti, bali nikasome kama neno lako la uzima, nikasome kama neno lako la uzima, kwa sababu Mungu ni neno. Baba, ukapata kuwezesha na kuimarisha na kusoma neno lako la uzima, nikapata kuelewa, na ninapoelewa Mungu nikapata ndani yangu, katika jina la Yesu. Na ninapoelewa nitakaye ndani yangu, Bwana Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu. Baba, nipe uwezo wa kuondoa roho mgonjwa, nipe nguvu ya kuondoa roho mgonjwa, ukapata kutoka katika mifungo, nipe nguvu ya kuweza kuondoa roho katika mifungo. Mungu ukapata kuwafunga kwa jina la Yesu, kwa jina la Bwana majeshi. Mungu mwenye nguvu, nyingi hakuna kama wewe Baba, tunakuita ukapata kuonekana. Kila mmoja Mungu, sikia sauti yake itakubayo Baba, kila mmoja anapata sauti yake kwa jina ambalo ameelewa, kwa bali ya ujumbe mzuri ambao umekuja siku njema leo, katika jina la Yesu. Mungu tukakuona hata wakati mwingine pia, Mungu tukakuone kwa jina la Yesu, katika wiki ya huduma ya CGM. Mungu tukakuone kwa jina la Yesu, katika wiki ya huduma ya vijana. Mungu tukakuone kwa jina la watu wengine pia, Baba wawezesha wale vijana wengine ambao Mungu unatilia karama ndani yao, katika jina la Yesu. Mungu wawezeshe, atilia leo ujasiri ndani yao, ili wanaposimama jambo hilo wasipate kutetereka wala kutikisika, katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, tunakutukuza
Mungu mwenye nguvu, tunakushukuru, tunakuinulia ukapate kuonekana kwa jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, Baba, wiki leo tukapate kukuona, wiki leo Mungu kapate kuonekania wana wako wanaosimama madhabahuni pale, kwa wale ambao wasimama kwa mbali ya wiki ya vijana. Mungu kapate kuonekania, Mungu atie nguvu, Mungu awezeshe, imarishe Baba, ondoa roho ya uoga, hofu na mashaka kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Mungu tunakutukuza, tunakusihi kuendelea kutumia watoto kama chombo zaidi ya pendalo kwa ajili ya utukufu wako Baba, ukawatumia watoto wako wakaweze kutumika mbele zako pasipo mazoea, wasipoteze muda, bali wakatumia muda wao vizuri na Mungu, bali wakatumia muda wao vizuri na wewe mwaminifu wake, ili utakapouliza Mungu vipi kwa duniani fanya nini, ulitumia muda wako kufanya nini, na akapate kujieleza vile ambavyo inatakiwa. Katika jina la Yesu Mungu tunakutukuza, tunakushukuru kwa sababu unastahili sana. Katika jina la Yesu, wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya salama yetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wewe ni sababu ya salama yetu, wewe ni salama ya ulinzi juu yangu, unastahili kuabudiwa, unastahili, 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 wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya furaha yetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya amani yetu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili, unastahili. Ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili, unastahili. Ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya uzima wetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wewe ni sababu ya ulinzi juu yetu, wewe ni sababu ya furaha yetu, unastahili kuabudiwa, unastahili, 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 unastahili. Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili, unastahili. Unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili, imba, unastahili, ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu na wabariki sana. Pia tunawakaribisha kwa habari ya wiki la huduma ya vijana siku ya Ijumaa.
sio vijana tu, yeyote anakaribisha, ikibidi pia mkaribishe na jirani mwingine pia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu na wabariki. Karibu mzee wa zamu.